بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tukiendelea na darasa yetu ya fiqh kitabu cha Risalatul Jami' cha Safinatun Najah, tumefika katika fasli inayosema asbabu tayammumi thalathatu, sababu za kutayamamu ni tatu. Sababu zinazokumpelekea mtu kutayamamu ni mambo matatu. Kutayammam ni kupaka uso na mkono kwa mtanga badala ya udhu au kuoga. Sababu zenyewe ni faqdul ma'i, kwanza ni kukosa maji. Unapokuwa umekosa maji kabisa, kwa kupata maji utaruhusiwa kutayammam. Wal maradhu, na ugonjwa. Uko na ugonjwa ambao kwamba uruhusi kudara maji, pengine ni majeraha ama ni homa kali, kudara maji utazidiwa, utaruhusiwa kutayammam badala kutawadhi au kuoga. Wal ihtiyaju ilayhi, na kuhitajia yale maji, li'atashi hayawanin, kwa kiu ya mnyama muhtaramin, mwenye heshima. Uko nao maji, lakini maji yale ni kiasi cha kuonyesha wanyama wako au kunywa wewe mwenyewe, ama kuna mtu anahitajia kunywa, basi maji kama yale utaweka kwa ajili ya kunywa, hata kama ni baadaye. Mfano kwa safarini, kwa njiani, na maji yale kutumia kutawadhi njiani, maji atakatikia, mtakosa, basi ile maji mtaweka kwa ajili ya kutumia, kwa ajili ya kunywa, mtatayammam. Wanyama wenye heshima ndio wanaekwa maji badala ya kutawadhi na tayammam kwa ajili ya kuwapa wao. Lakini wale ambao kama ni ghairu muhtaram, wale ambao kwamba hawana heshima, si wenye kuheshimiwa, nao ni sita, wanyama sita, hawa huto tayammam, utatumia wale maji, hutowaekea wao. Mtu wa kwanza ni tariku salati, mtu mwenye kuacha sala. Mtu ambaye kwamba haswali, huyo anakuwa ni ghairu muhtaram, huto tayammam kwa ajili ya kumwekea maji. Wa pili ni zani muhsinu, mwenye kuzini baada ya kuoa au kuolewa. Mwanamke ameoa, mwanamume ameoa, ndoa ya halali, na akaweza kumwingilia mke wake hata kama ni mara moja, maadamu muingilia katika ndoa ya halali, tayari anaitwa almuhsin. Au mwanamke ameolewa akaingiliwa njia ya halali, tayari yule ashaitwa muhsin. Kwa hiyo anapozini mtu kama yule anakuwa ni ghairu muhtaram, huto tayammam kwa ajili ya kumwekea maji. Wal murtaddu, na mtu alioritadi, Muislamu ameritadi, hutompa maji kwa sababu kutawadhi kumpa yeye. Wal kafiru alharbiyu, na kafiri mwenye kupigana vita na Uislamu. Kafiri wa katika vita, yule ambaye kwamba hana vita na Uislamu, hana balaa na Uislamu, unafaa umpe maji, wewe utayammam. Lakini kama ni kafiri ambaye kwamba ni harbi, ni mtu mwenye vita, mwenye chuki na Uislamu, na anaeneza fitna kila sampuli kupinga Uislamu, yule hutompa maji. Wal kalbu al-aquru, na mbwa mwenye kuuma. Hapa tuambiwa ni kila mnyama mwenye madhara hautompa maji, sababu ameshindwa na kiu. Ukimpa maji itabidi wewe ndio ni chakula chake, kwa hiyo hutompa maji. Awe ni mbwa, awe ni jambazi, awe ni simba, awe ni nyoka, wale ambao kwamba unajua huyu nikimpa maji atapata nguvu, atanidhuru, hutompa. Wal khinziru, na vile vile nguruwe. Mbwa ambao kwamba wamtumia kwa kuinda ama ndo mlinzi wa wanyama wako, yule unampa yeye maji, kwa na tayammum. Faslu ni kile kigawanyo. Shurutu tayammumi 10, sharti za kutayamamu ni 10. Kabla hujatayamamu lazima ufanye mambo 10. Kwanza, an yakuna biturabin, iwe ni kwa mtanga, wa yakuna turabu tahiratan, na ule mtanga uwe ni wenye mtahara, wenye kutahirisha. Wala yakuna musta'malan, wala ule mtanga usiwe ni musta'mal, umetumika. Unakuwa vipi musta'mal? Wakati pale umepiga kisha ukapaka katika uso, ule unaoshuka ni musta'mal. Pale unapokupaka katika mkono, ule unaoshuka ni musta'mal. Mfano umetia katika chombo, kwenye sahani, ni mgonjwa uko ndani, ukaosha ukapaka kwenye uso, unaoshuka kwenye uso, ukaingia pale kwenye ile chombo, ule mtanga umekuwa ni musta'mal. Lakini kama ni nje tu haina shida, sababu bado itahesabiwa mtanga wenyewe ni mwingi. Utapiga pale, utapiga pengine, utapaka, utamaliza. Kwa hiyo ndo mtanga musta'mal, ule ambao kama umetoka katika uso, ukiangukia katika ile mtanga ambao kama umetia katika chombo nini, ile mtanga wote unakuwa haufai kwa madhhabi ya Imam Shafi. Wala yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, wala ule mtanga usitangamane na unga na jivu na mfano wake, usitangamane na kitu kingine, ni mtanga safi.
Wanyaksidahu, na ukusudia ule mtanga kuupiga, si mtanga umeruka tu na upepo vumbi ukapaka kabisa, lazima wamekusudia wameenda kupiga katika mtanga. Wanyamsaha wajahu, na apake uso wake kama tulivyoeleza katika udhu, unapaka uso mzima, kwanza mameleo ya nyele hapo unapaka huku kote mpaka chini ya kidevu. Wayadaihi, na mikono miwili, bidharbataini, kwa mapigo mawili. Upige pigo la kwanza upake kwenye uso, upige pigo la pili upake kwenye mkono. Wanyuzila najasa awwala, na aondoshe najisi mwanzo. Kwanza uwe uko safi, umeshajisafisha uko safi, ndio tayammum. Wajitahidi fil qibla, na jitahidi kwa kutafuta qibla kabla hujatayammum. Ukimaliza kutayammum ni kuswali. Wanyakuna tayammum baada dukhuli alwaqti, na tayammum yenyewe yenye baada ya kuingia wakati, ufai kutayammum kabla wakati. Wayatayammum li kulli fardhin, na atayamamu kwa kila swala ya faradhi. Kila unapoingia faradhi unafaa tayammum. Umefanya jamu, umetawama, umeswali swala ya kwanza, unafaa tayammum tena ndio swala ya pili. Na tayammum ni viungo viwili, ni uso na mikono peke yake. Faslu ni kinigawanya furudhu tayammum khamsatun, faradhi ya tayammum ni 5. Al-awwal, ya kwanza, nakulu turabi, ni kuburisha mtanga. Mtanga uburishe pale kwenye chombo, ulete kwenye kiungo. Athani, ya pili, niyatu ni nia. Athalitha, tatu, masful wajhi, ni kupaka uso. Na uso unapaka unapaka kote uso mzima. Arabi, ni masful yadaini ila almirfaqain, ni kupaka mikono miwili mpaka kwenye ziwili. Na kupaka kwa sisi madhhabi ya Imam Shafi, unachukua huu mkono wako wa kulia unaweka juu ya mkono wa kushoto, lakini unatahadhari isiguse kwenye kidole cha gumba. Kwanza unatumia hivi vidole, upande huu wa vidole unaweka hivi, kisha unapitisha huku upande wa vidole tu unapitisha mpaka unafika katika alfaqaini, kisha unazungua. Sasa unatumia kitanga cha mkono kupitisha mpaka ukifika hapa. Sasa unageuza mkono hivi, unapitisha hivi mpaka ikifika hapa, unageuza na upande wa vidole. Ukifika hapa unafanya hivi, kidole cha gumba cha kulia kinapita kwenye kishoto na kishoto kinapita juu ya kulia. Na ya sharti uwe umevua pete, umevua saa, umevua kila kitu, mkono uko safi. Hiyo ndiyo tayammum. Al-khamisu, sharti ya 5, at-tartibu baina al-masahatayn, kufuatanisha baina mapiko mawili. Kwanza uanze na uso kisha iwe ni mkono. Huwezi kuanza na mkono kisha ikawa ni uso katika udhu. Kama ni kuoga pia nayo inakuwa ni taratibu ni hiyo moja. Lazima kwanza uanze na uso kisha uende na mikono. Faslu ni kigawanyo mubtilatu tayammum 3, mambo yanayoharibu tayammum, kutangua tayammum na matatu. Jambo la kwanza, ma abtala alwudhu'a, ni yale yalotangua udhu. Jambo la pili, wariddadu, na kuritadi. Jambo la tatu, tawahumul ma, na kutilia hamu ama kuwa na shaka na maji. Mbona kama maji yale kama fulani yule ana maji. Intayammama yafaqdihi, kama tamam kwa ajili ya kukosa maji. Umetamam kwa ajili ya kukosa maji, hujaingia kwenye swala ukafanya hamu ama ukaona mbona kama pale kuna maji, lazima tamamu yako ibadilika, uende ukatafuta yale maji. Ukipata haya, ukikosa unarudi tena utayamam. Ikiwa umetamam kwa kukosa maji kama kwa ajili ya ugonjwa, utakuwa umeendelea tu inshallah mpaka hapa. Faslu ya tamam, masala ya tamam imeisha. Tumombe kwa jina alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsanahu. Wa assalamu alaykum wa afwa minkum, sallallahu alaihi wa sallam.